Mke wa kaburini sehemu ya pili. Elias alibaki ameduaa katikati ya vumbi lililoachwa na gari lile jeusi nje ya mgahawa. Ile ishara ya vidole ikimaanisha niokoe haikuwa bahati mbaya. Ilikuwa ni lugha yao ya siri walioibuni miaka 5 iliyopita wakati wakicheza mchezo wa kujificha na kutafuta. Mapigo ya moyo yalimwenda mbio huku hofu na matumaini vilichanganyika kifuani mwake. Bila kufikiri mara mbili, alikimbilia gari lake la kukodisha. Hakujali usalama wake, alichojali ni yule mwanamke aliyefanana na Sasha kwa kila kitu, kuanzia kovu hadi manukato. Alianza kuwafuata kwa mbali, akijaribu kutofuatwa na macho ya mtekaji yule mrefu. Gari la Mark liliingia kwenye geti kubwa la jumba la kifahari lililojificha milimani nje kidogo ya jiji la Mwanza. Elias aliegesha gari lake mbali kidogo na kupanda ukuta kwa shida, akijificha nyuma ya vichaka vya maua, huku akisikiliza sauti ya moyo wake ikidunda kama ngoma ya vita. Kupitia dirisha la kioo la sebuleni, Elias alishuhudia tukio lililompasua moyo. Mark alimshika yule mwanamke taya kwa nguvu, macho yake yakitoka cheche za hasira. Mark alinguruma kwa kusema, ulimtazama yule mwanamume kwa muda mrefu sana pale mgahawani. Unajua adhabu ya kukiuka makubaliano, au sio? Sasha alijibu kwa sauti ya kishindo huku akijaribu kujinasua, akisema, sikumjua Mark, nilishtuka tu kuona mtu ananifananisha. Sauti ile Elias angeitambua popote, alikuwa ni Sasha wake. Ghafla, Mark alichukua glasi ya maji na kuimwagia Sasha usoni kwa dharau. Alisema, wewe sio Sasha tena, kumbuka hilo. Sasha alikufa kwenye ajali ya moto. Wewe ni Linda, mke wangu, na bila mimi ungerudi kwenye lile jeneza nilikokutoa. Elias alihisi dunia ikizunguka. Mark alimtoa Sasha kwenye jeneza. Yale mazishi aliyoyafanya Dar es Salaam yalikuwa ya nani? Kwa hasira na uchungu usiozuilika, Elias alishindwa kujizuia. Alivunja kioo cha dirisha kwa jiwe na kuingia ndani kama simba aliyejeruhiwa. Mark alishutuka na kutoa bastola, lakini Elias alikuwa na kasi ya ajabu. Alimvamia na kuanza kumpiga ngumi za mfululizo, huku akilia kwa uchungu wa mwaka mzima wa upweke. Elias alipiga kelele, akimkaba koo Mark akisema, ulimchikuaje? Ulimfanyaje mke wangu? Walinzi walisikia kishindo na kuingia ndani kwa fujo. Walimkamata Elias na kumfunga pingu, huku Mark akifuta damu mdomoni na kucheka kicheko cha kishetani kinachopasua ngoma za masikio. Mark alisema huku akimkaribia na kumwonyesha bastola. Elias mpendwa, hukujiuliza kwa nini jeneza lilikuwa zito siku ya mazishi? Sasha hakuwemo, alikuwa kwenye gari langu amepigwa dawa ya usingizi. Tuliyemzika alikuwa ni mwanamke mwingine aliyekufa kwenye ajali ile ile, ambaye uso wake ulikuwa umeungua kiasi cha kutotambulika. Sasha alipiga magoti akilia, akisema, Elias, nenda, atakuua. Alinitishia kuwa akikuona atakuua wewe na familia yako yote. Mark alimtazama Elias na kutoa tabasamu la baridi. Alisema, sasa kwa kuwa unajua ukweli, huwezi kuondoka hapa ukiwa hai, lakini kabla sijakuua, nataka ujue kitu kimoja. Mark alimuinua Sasha na kumvua shati la juu kidogo kwa nguvu, akionyesha alama ya chapa ya namba mgongoni mwake. Akasema, yeye si mke wako tena, yeye ni mali ya kampuni, na wewe Elias utakuwa ajali nyingine ya kusikitisha. Jiandae kwa sehemu ya 3, ambapo kila fumbo litaanza kupata jibu. Sasha ni mali ya kampuni gani? Ni kwa nini walihitaji kufeki kifo chake kwa ustadi mkubwa kiasi kile? Na ni siri gani nzito iliyokuwa ndani ya ile ajali ya moto ambayo Elias hakujua? Usibonyeze neno sehemu ya 3, niambie tu kwenye comment, unahisi Sasha alikuwa na siri gani kabla ya kifo chake? Karibu tena katika sehemu ya 3 ya simulizi ya Mke wa Kaburini. Leo kuta za siri zinaanguka na damu inamwagika. Kabla hatujaanza, hakikisha umefollow akaunti hii, like video hii na share. Maoni yako hapo chini ndiyo yataleta sehemu ya 4 haraka zaidi. Twende kazi. Kishindo cha ngume na kelele za hasira sebuleni kilizimwa na mtambo wa bunduki. Elias akiwa amemkaba koo Mark kwa uchungu wa mwaka mzima, alihisi pigo zito la kitako cha bunduki likitua kisogoni mwake. Dunia ilizunguka na ghafla kila kitu kikawa giza. Walinzi wawili wenye miili mikubwa walimvuta Elias kama mzigo wa taka kuelekea chini ya ardhi.
Mark alikuwa akifuata nyuma akifuta damu mdomoni huku akicheka kicheko cha kishetani kilichovuma kwenye kuta za jengo lile la siri. "Mtupeni humo ndani," aliamuru Mark kwa sauti iliyojaa dharau. "Mfungeni pingu kwenye bomba la ukuta. Nataka akiamka ajue kuwa milima ya Mwanza itakuwa kaburi lake la kweli." Elias alitupwa kwenye sakafu ya zege yenye harufu ya ukungu. Sauti ya pingu ikijifunga kwenye chuma ilimzindua Elias. Mark alimtazama kwa dharau, akageuka na kuondoka huku akizima taa kuu, akimwacha Elias kwenye giza totoro. "Lala vizuri Elias, asubuhi nitakupa zawadi ya risasi ya mwisho." Dakika chache baada ya Mark kuondoka, mlango wa chuma ulifunguka kwa siri. Alikuwa ni Sasha. Alimkaribia Elias kwa tahadhari, mikono yake ikitetemeka huku akimfungua pingu kwa ufunguo wa siri aliyoiba. "Elias, sina muda mwingi. Mark anadhani mimi ni Linda, mwanamke aliyepoteza kumbukumbu, lakini mimi ni Sasha wako," alinong'ona huku akimshika Elias uso uliovimba. Elias alimtazama kwa uchungu, akasema, "Kama wewe ni Sasha, yule niliyemzika Dar es Salaam ni nani? Na kwa nini una chapa ya namba mgongoni?" Macho ya Sasha yalijaa machozi. "Elias, kile ulichozika ni pacha wangu wa siri Sara. Shadowvale walimtumia yeye kama kafara ili ulimwengu uamini nimekufa. Mimi nilikuwa namba 74, mwanasayansi mkuu ndani ya shirika hili chafu. Tunatengeneza virusi vya bandia na kudhibiti akili za viongozi ili kuitawala dunia. Nilipojaribu kutoroka, walimuua Sara na kuniteka mimi nifanye kazi chini ya Mark." Ghafla, kishindo cha helikopta kilipasua ukimya wa usiku juu ya paa. Mark alirudi ndani kwa fujo akiwa na bastola, akapiga kelele, "Linda, unadhani nitaacha uondoke na huyu mnyonge?" Lakini kabla Mark hajanyoosha kidole kwenye kifyatulia risasi, mlipuko mkubwa wa bomu uliupasua mlango wa chumba kile. Moshi mzito ulijaza chumba. Watu wenye silaha na mavazi meusi ya kivita walishuka kupitia dari kwa kasi ya ajabu. Walinzi wa Mark walijaribu kupambana, lakini walizidiwa nguvu na kudhibitiwa ndani ya sekunde chache. Kiongozi wa kikundi kile, mwanamume mwenye kovu usoni, alimsogelea Mark na kumpiga kwa kitako cha bunduki ya kivita usoni kwa nguvu. Mark alipiga kelele fupi na kuanguka chini kama mti uliokatwa, akipoteza fahamu papo hapo. Sasha hakustuka. Alikuwa na amani ya ajabu, akimtazama yule kiongozi kwa macho yenye siri nzito. Alimgeukia Elias huku akipandishwa kuelekea kwenye ngazi ya helikopta iliyokuwa ikisubiri juu ya paa. "Elias, usiniogope. Kila kitu kinatokea kwa sababu," alisema Sasha kwa sauti tulivu, huku akiondoka na wale watu wa ajabu bila kusema ni akina nani. "Kazi yako sasa iko Dar es Salaam. Pasua jiwe la msingi la kaburi langu. Ndani ya lile jeneza kuna flash drive yenye kanuni zote za virusi, majina ya wanasiasa na miamala yote ya siri ya Shadowvale. Hiyo ndiyo silaha pekee ya kuwaangamiza." Helikopta ilipaa na kutokomea kwenye mawingu ya usiku, ikimwacha Elias katikati ya miili ya walinzi na Mark aliyepoteza fahamu. Siri sasa haiko Mwanza tena, iko futi 6 chini ya ardhi, kwenye kaburi aliyokuwa akililia kila siku. Sasha ameondoka na watu wasiojulikana kwa amani ya ajabu, na Mark ameachwa akiwa amedhalilika. Je, Elias atawahi kufika Dar es Salaam kufukua kaburi kabla Shadowvale hawajatuma kikosi kingine? Hawa watu wenye silaha ambao Sasha anaonekana kuwaamini ni akina nani? Ni wakombozi wa kweli au ni kikundi kingine inalotaka siri za virusi kwa ajili yao wenyewe? Niandikie utabiri wako sasa kwenye comment. Sehemu ya 4 itakuwa ya kutisha.